Alikuacha akifikiri anaweza kupata mtu bora kuliko wewe. Sasa yuko karibu kugundua kwamba hilo lilikuwa kosa kubwa sana. Mwanamke aliyekuacha alijidanganya kwamba wewe hukutosha, kwamba anastahili zaidi na kwamba mtu mwingine angempa kile ambacho huwezi kumpa. Anatarajia umfuate, umuombe arudi na uthibitishe kwamba kumkosa kumekuacha umeharibika. Hii humthibitishia kwamba uamuzi wake ulikuwa sahihi. Lakini hapa ndipo hakufikiria vizuri. Kila aina ya hatua anayotarajia uichukue ndiyo inayoimarisha imani yake kwamba kuondoka kwake kulikuwa sahihi. Simu za kuomba, kulia, kujidhalilisha ukitaka amani, vyote vinamthibitishia kwamba alifanya uamuzi bora. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kumfanya mwanamke yeyote ajute kukuacha. Mbinu hizi zinafanya kazi kwa sababu zinagusa saikolojia ya mwanamke kwa njia ambazo wanaume wengi hawazielewi. Kama hiki unachokisikia hadi sasa kina thamani, bonyeza like. Instinkti ya kwanza ya wanaume baada ya kuachwa huwa ni kujaribu kumrudisha mwanamke. Hii ndiyo makosa mabaya zaidi, kwa sababu mara moja unathibitisha imani zote mbaya alizokuwa nazo juu yako wakati wa uhusiano. Unapomfuata, unathibitisha kwamba wewe ni mtu mwenye uhitaji, dhaifu na mwenye kukimbilia mwanamke ambaye hasa aliamua kukuacha. Na hapa ndipo wanaume wengi huelewa vibaya, kumfuata mwanamke baada ya kukataliwa kunaua mvuto wake wote. Wanawake kiasilia hupoteza heshima kwa mwanaume anayewafuata baada ya kukataliwa. Mara tu unapopiga simu, kutuma ujumbe au hata kuonekana bila kualikwa, unabadilika kutoka mtu ambaye angeweza kukumisi hadi mtu anayepaswa kukuepuka. Futa namba yake mara moja. Sio kesho, sio wiki ijayo, sasa hivi. Ondoa njia yoyote ambayo inaweza kukurahisishia kumtumia ujumbe wakati wa udhaifu. Vinginevyo, sekunde moja tu inaweza kuharibu maendeleo ya miezi, lakini hapa ndipo majuto huanza. Unapokataa kumfuata, unavunja matarajio yake kabisa. Alitegemea utakimbia nyuma yake ili kuthibitisha umuhimu wake katika maisha yako. Kutokuwepo kwako kabisa kunamfanya ajiulize kama kweli alikuwa muhimu kama alivyodhani. Mara nyingi wanawake wanapoondoka, wanategemea mwanaume apiganie uhusiano. Hii huwapa uthibitisho wa thamani yao. Ukikataa kuonyesha dalili yoyote ya kumfuata, akili yake inaanza kuchanganyikiwa kuhusu hisia zako za kweli na nafasi yake katika maisha yako. Mbinu ya Nochase inafanya kazi kwa sababu unaonyesha kwamba haujaribu kubadilisha uamuzi wake. Umekubali na unaendelea mbele. Hiki ni kiwango cha nguvu ya kisaikolojia kinachovutia. Hata kama ataanza kukuonyesha dalili za kuchanganya, usimfuate, kwa sababu ukifanya hivyo, unamthibitishia kwamba ulikuwa unasubiri ruhusa tu ya kuwa tena mnyonge. Kamwe usimwonyeshe mateso yako. Makosa makubwa wanaume hufanya baada ya kuachwa ni kuamini kwamba kuonyesha maumivu kutamfanya mwanamke ajutie uamuzi wake. Ni kinyume chake. Mwanamke anapokuona ukilia, ukiomba au ukivunjika moyo, inamsukuma kuamini zaidi kwamba kuondoka kwake kulikuwa sahihi. Wanawake huvutiwa na nguvu za kihisia, sio udhaifu. Ukiwa umevunjika kwa sababu ya mwanamke, unamwonyesha kwamba huwezi kubeba changamoto za maisha bila yeye. Simamia hisia zako mbele ya marafiki wa pamoja au kwenye mazingira ya kijamii. Kama lazima utoe hisia zako, fanya faragha au mbele ya marafiki wa kiume wanaokuelewa. Usiruhusu maisha yake yajue jinsi unavyoumia. Lakini hapa ndipo nguvu ya kweli ipo. Alitarajia kukuta umeharibika. Lakini anapokuona umetulia, mwenye nguvu na unakabiliana na maisha vizuri, mfumo mzima wa imani yake kuhusu wewe unavunjika. Epuka pombe kupita kiasi, kuandika maneno ya huzuni mitandaoni au kutuma viashiria kwamba maisha yamekushinda. Hivi vyote vinampa uthibitisho kwamba kumwacha kulikuumiza sana, na hiyo ndiyo anataka ili kuthibitisha uamuzi wake. Kudhibiti hisia haimaanishi ujifiche, ina maana unashughulikia hisia zako binafsi bila kufanya hadithi yako kuwa ya umma. Ondoa mawasiliano yote kabisa. Hii ina maana kufuta namba yake, kumunfollow na kuondoa njia yoyote inayomfanya aifikie maisha yako. Wanaume wengi huendelea kupanga maisha huku wakiwa na mwanya wa kumwona mgongoni kupitia mitandao. Hii inazuia kupona. Kama unaweza kumcheck, basi bado upo katika uhusiano kimawazo. Mfute. Mblock. Usitoe nafasi.
Kwa sababu sekunde ya udhaifu inaweza kurudisha kila kitu nyuma. Mwanamke akiona umetoweka kabisa, anaanza kujiuliza maswali kuhusu wewe. Hawezi tena kufuatilia maisha yako. Hawezi kujua kama unaumia, kama umesonga au kama umejipata. Mwanamke hutegemea kubaki muhimu hata baada ya kuachana. Ukimtoa kabisa kwenye maisha yako, unamvunja kisaikolojia kwa sababu hatajui chochote tena kuhusu wewe. Usikubali urafiki. Unapendekezewa tubaki marafiki kwa ajili ya kumweka akufikie kimawazo wakati anatafuta wanaume wengine. Huo ni mtego. Urafiki wa kweli unahitaji kutokuwa na hisia, ambacho hakiwezekani mara tu baada ya kuachana. Fahamu hili, wanawake na wanaume hawavunji uhusiano kwa njia moja. Wanaume hutoka kwa hasira na wanaweza kujuta baadaye. Mwanamke akisema imekwisha, tayari amejiandaa kiakili kwa miezi. Kuachana kwake sio mwanzo, ni mwisho wa safari yake ya kimawazo. Ndiyo maana wanaume wengi hukaa wakitumaini atarudi, lakini wanawake wanaoanzisha kuachana mara chache huamua kurudi. Unapojua hili, unakoma kupoteza muda katika matumaini na unaanza kujenga maisha mapya. Hii ndiyo inayomfanya ajute, sio kumngojea. Mwanamke akiwa ameshahama kihisia, huwa mgumu kurudi kwa sababu tayari amejipa uhakika kwamba kuondoka ni sahihi. Lakini ukikubali ukweli na kuendelea mbele haraka, unaanza safari ya mafanikio ambayo hatimaye yeye mwenyewe ataiona na kukosa mwelekeo. Jenga maisha ya wingi, abundance mentality. Wanaume wengi huumizwa vibaya kwa sababu wanahisi hawatapata mwanamke mwingine. Hii huwafanya kuwa wanyonge. Wengi wameweka nguvu zao zote kwa mwanamke mmoja na walipomtegemea wakaachwa tupu. Anza hivyo sasa, jiangalie, jenge mwili, ongeza ujuzi wa kijamii, jitengeneze kimaisha. Usitafute mwanamke mpya mara moja, jenga uwezo wa kuwa na chaguo. Mwanamke akiona umeanza kuvutia wanawake wengine, anaanza kuhoji thamani yake mwenyewe. Alidhani ulikuwa huna chaguo, sasa unamthibitishia vinginevyo. Jijenge, fanya mazoezi, pendeza, ongelea na watu, ongeza marafiki. Hii sio kulipiza kisasi, ni kujenga maisha yako. Mwanamke anahisi harufu ya ukiwa. Mwanamke anahisi harufu ya msongamano wa wanawake pia. Na hiyo ni sumu ya kumbukumbu kwake. Mtoe yeye kutoka katikati ya maisha yako. Wanaume wengi wanamfanya mwanamke kuwa kusudi lote la maisha yao, na hii inawafanya kuwa dhaifu na wasiovutia. Mwanamke anatakiwa awe sehemu ya safari yako, sio safari yenyewe. Jenga malengo ya kazi, mazoezi, miradi na ndoto zisizomtegemea mwanamke yeyote. Mwanamke akiona maisha yako yanaendelea bila yeye kwa kiwango kikubwa kuliko alipokuwa, huanza kujiuliza kama ndiye aliyekuwa anakurudisha nyuma. Rudisha mambo ulioacha kufanya kwa ajili yake. Labda uliacha marafiki, hobbies, ndoto au ujenzi wa maisha yako. Rudi huko. Mara nyingi wanaume hujitolea kupita kiasi. Ukianza kufanya vitu ulivyoacha, unaonekana kuwa mtu huru, mwenye maisha tele na yenye maana. Hii inachoma moyo wake. Usiweke tena hisia, muda au pesa kwa ajili yake. Kila uwekezaji unaofanya baada ya kuachana unafanya maumivu kuzidi na kupona kuwa ngumu. Futa picha, ondoa zawadi, ondoa vitu vinavyokurudisha nyuma. Ukiendelea kuziangalia, unaendelea kurudi mahali pa maumivu. Lakini ukiacha kila kitu mara moja, unadhihirisha kwamba umehamia hatua nyingine ya maisha. Epuka tabia za kujiangamiza kama kunywa kupita kiasi, kusikiliza nyimbo za huzuni au kuwatch movie za mapenzi zinazokufanya ukumbuke uchungu. Vitu hivi vinakuweka mfungwa wa hisia za nyuma. Acha kuongea kuhusu uhusiano mara kwa mara, hii inakufanya ubaki mfungwa wa hisia. Zungumza nao wachache tu, halafu achana. Jifanyie kazi, songa mbele, badilisha mitandao yako ya kijamii kuwa ushahidi wa maisha yenye ukuaji. Wanaume wengi aidha hupotea au huweka post zinazojaribu kumwonyesha kwamba wanafurahi. Zote ni makosa. Badala yake, weka tu vitu vya kweli: kazi mpya, safari, marafiki, mafanikio ya mazoezi. Hapo hapo unamwonyesha hadharani kwamba maisha bila yeye ni bora kuliko akiwa. Usiongee kuhusu uhusiano. Ukiweka chochote kinachomrefa, bado hujatoka kwake. Akikuangalia mitandaoni miezi baadaye, aweze kuona tofauti kubwa. Mwili umebadilika, kazi inaenda vizuri, umezungukwa na watu na unatabasamu. Maisha yako yametanuka, na hayo ndiyo humuumiza sana.
Unapokuwa tayari kuchumbiana tena, tafuta mwanamke aliye bora zaidi yake kimwonekano, tabia, hekima au thamani. Hii sio kulipiza kisasi, ni kuthibitisha kwamba ulimwengu haukuishia kwake. Akikuona na mwanamke bora, hadithi yake kuhusu wewe inavunjika. Alitegemea ushindwe kupata mtu mwingine. Lakini kikitokea kinyume chake, akili yake haitakaa sawa, lakini usikimbilie haraka. Hakikisha umepona kabisa. Wanawake bora hawapendi wanaume wasiopona. Jijenge kifedha na kimafanikio. Wanawake wengi huondoka wakati mwanaume bado anajijenga. Lakini ukifanikiwa baada ya kuondoka kwake, inadhihirisha kwamba yeye alikuwa mzigo, sio msaada. Acha kutumia pesa kwa mambo ya uhusiano, ziweke kwenye uwekezaji, biashara au elimu ya juu. Weka nguvu zako kwenye kazi na maendeleo ya maisha. Hii inamchoma moyo vibaya, kwa sababu anaona aliondoka kabla ya matunda. Aliacha mradi kabla ya faida. Na sasa anakosa kila alichoweza kupata. Upate makazi bora, gari bora, safari nzuri, maisha yanayopaa. Bila kuonyesha maringo, ila kwa kuishi tu vizuri. Jifunze ujuzi mpya. Hii inakufanya kuwa mtu anayekuwa kila siku. Mwanamke akiona tayari unajifunza lugha mpya, muziki, michezo au fani nyingine, na jambo hilo lilitokea baada ya yeye kuondoka, anaanza kugundua kwamba kukutoroka hakukuzima, kulikuamsha. Jiunge na makundi, fanya kazi na watu wa aina mpya, panuka. Yote haya yanamfanya aone kuwa alikuwa kizuizi badala ya msaada. Jenga nguvu ya ndani, udhibiti hisia zako, fikiri kwa Kiingereza, utulie. Badala ya kuwa mkali, mgumu au mwenye chuki, kuwa mtu mwenye nguvu ya utulivu, msimamo na uhuru wa kihisia. Mwanamke akiona yote haya, anaelewa kwamba sasa umekuwa mwanaume aliyekuwa anataka, lakini aliondoka kabla ya muda. Hatimaye, ukweli kuhusu kumfanya mwanamke ajute kukuacha ni huu: sio kumrudisha, sio kumuumiza, sio kumwonyesha. Ni kujibadilisha, kwamba aliyekutoroka sio wewe wa sasa, na wewe wa sasa ndiye bora kuliko aliyewahi kuwa. Ukitumia maumivu kama mafuta ya ukuaji, uhusiano uliovunjika unakuwa mwanzo wa maisha bora kuliko ulioishi. Na hapo ndipo anaanza kuumia, sio kwa sababu ya kupoteza uhusiano, bali kwa kupoteza nafasi ya kuwa sehemu ya maisha yako mapya.